katika hatua ya mwanzo. Imetokea watu kukata tamaa na hata kupoteza nia au kupoteza shabaha au kupoteza shauku au kupoteza nguvu au kupoteza hamu ya jambo fulani kwa sababu ya matukio yaliyotokea katika maisha yao. Sasa Biblia inatuambia habari ya Isaka kwamba wakati baba yake akiwa hai, kuna visima alivyovichimba vilikuwa vinatoa maji, na wakati alifariki Abraham, maadui au Wafilisti wakaja wakavifukia, wakavifunika, sijui kwa mawe au kwa mchanga, lakini waliweka takataka. Mwisho ikawa vile visima havitoi maji. Haleluya. Na Isaka kijana wake alipofika akakumbuka hivi ya kwamba mahali pale kwenye ile deni kulikuwa na visima vinatoa maji, lakini vilifukiwa na Wafilisti wakati baba yake amefariki. Akasema atavifukua, sema atavifukua. Jina la Bwana libarikiwe. Akaenda akachimbua kisima cha kwanza, na watu waliokuwa wanaita Wagerari pale, watumishi wa ule bwana anaitwa Gerari, wakakwenda wakakigombania, wakasema hiki kisima ni chetu. Ili jambo lilikuwa linashangaza sana. Hatukujua nini Mungu anataka wafundishe hawa watu. Nikasema hivi asubuhi ya kwamba inawezekana kuna vitu vimetokea katika maisha yako na sasa havipo au vimeharibika au vimekuwa havipo tena au vinakusumbua. Biblia inasema hivi ya kwamba hawa wapendwa pamoja na kunyang'anywa kisima chao cha kwanza, na wakaipa jina kwamba wamenyang'anywa, wamegombania, wakawaachia. Hawakufanya vita. Kuna saa hauhitaji kufanya vita jamani. Kuna vitu ambavyo mtu akitaka au kukufanyia mambo ambayo hayafai, wewe mwachie Mungu. Usimwambie mwenzako aachie Mungu.